Mungu, tupo nyakati mbaya, tupo nyakati mbaya, na hizi nyakati tulizonazo ni nyakati ambazo inatakiwa kila mmoja atumie nafasi aliyonayo na muda alionao ili apate kuzichunguza na kupata tafsiri ya nyakati tulizonazo. Haleluya! Wapo watu ambao hawajui nyakati hizi tulizonazo ni nyakati gani. Wapo watu ambao hawajui majira haya tulionayo ni majira gani. Wapo watu wafahamu muda huu tulionao ni muda gani. Watu wa Mungu, inabidi ujifunze kujua nyakati na majira. Hakikisha unajua nyakati na majira yaliyopo mbele yako au ulionayo au unaoyaishi kwa sasa. Mtu wa Mungu, unaishi nyakati gani? Unaishi majira gani? Haleluya! Nataka tukajifunze, tukaangalie katika kitabu cha Luka Mtakatifu, kitabu cha Luka, tukajifunze kuhusu nyakati. Tupo nyakati hizi, tupo nyakati gani? Tupo nyakati gani? Inabidi upate kuelewa na kujua kwamba wewe upo nyakati gani. 12 Luka 12 mstari wa 54 mpaka 56. Haleluya! Andiko hili linatuambia hivi, kichwa cha neno kumbuka kinasema tafsiri au kutafsiri nyakati au kutafsiri majira. Haleluya! Yes, hakikisha unajua kutafsiri nyakati na kutafsiri majira, au unajua kupambanua nyakati na kupambanua majira ulionayo au tulionayo kwa sasa. Andiko hili katika 54 linatuambia kwamba akawaambia makutano pia, kila mwonapo wingu likizuka pande za magharibi, mara usema mvua itakuja, na ikawa hivyo. Haleluya! Yes, 55 kasema, na kila uvumapo kaskazini usema utakuwa na joto, na ndivyo ilivyo. Umeona hapa, anawaambia kwamba utaelewa vizuri hapo, nawezekana unyelewi, ila utanyelewa uko mbeleni. Akawaambia kila mnapoona, yaani akawaambia makutano wale, kila mnapoona wingu likizuka, maana kuzuka maana kwamba likifanyaje, likifunika au mawingu yanatanda. Wanasema ya kwamba wao wanatabiri ya kwamba au mnafanyaje, wanatabiri ya kwamba fanyaje, mvua itafanyaje, mvua itakuja, na ndivyo ilivyo na ndivyo utokea. Kwa watu walikuwa wakiangalia mbingu, wakiangalia dalili za wingu limefunga upande fulani, aina fulani, wanasema mchana huu mvua itanyesha. Unaona, kwa walivyokuwa kibashiri hivyo, na ndivyo ilivyokuwa ikifanyaje, ikitokea. Alafu vile vile akawaambia tena, walikuwa wakisema, wakaangalia uvumo kaskazini wa upepo, wanasema leo kutakuwa na joto, au wakaangalia hali ya hewa, wakiona jua, wakiangalia mwanga unavyoonekana mbinguni, hakuna dalili ya mvua yoyote, hakuna wingu linaloonekana, wanasema leo kutakuwa na jua kali sana, kwamba kutakuwa na joto sana. Umeona, kwa ni watu ambao walikuwa wanabashiri hivyo, au makutano walikuwa wakibashiri kuhusu nyakati, wanabashiri kuhusu mambo ya hapa duniani, wakitabiri kuhusu hali ya hewa, wakitabiri kuhusu mazingira yanavyobadilika. Wakiangalia dalili hii, wanajua dalili hii inakirisha hivi, wakiangalia dalili hii, wanajua dalili hii inakirisha hivi, na jinsi walivyokuwa wakibashiri, walivyokuwa wakitamka, ndivyo ilivyokuwa kifanyaje, ikitokea. Haleluya! Katika mstari wa 56 anatuambia, enyi wanafiki, anasema enyi wanafiki, mwajua kutambua uso wa nchi na mbingu. Unaona, imekuwaje basi
kuwa amjui kutambua majira haya. Haleluya! Ndio kwa maana kichwa cha somo kinatuambia kutafsiri nyakati au kutambua majira. Haleluya! Umeona, akawaambia nyinyi wanafiki, yaani mnajua kutambua uso wa nchi na mbingu wanajua kutambua uso wa nchi na mbingu. Imekuwaje basi kuwa amjui kutambua majira haya tuliyonayo? Mtu wa Mungu, yamkini ni wewe aliyeko katika ule mkutano wa wale watu wengi, ambaye anakuja anataka kujua, yani mtu ambaye kazi yake ni kubashiri, kazi yake ni kutabiri kuhusu mambo ya hali ya hewa na mambo ya mbingu na ya nchi, lakini anashindwa kujua, anashindwa kutambua wakati na muda, majira na nyakati tulizonazo kwa sasa hivi. Mtu wa Mungu, ni jambo unapaswa kujiuliza, unaishi nyakati gani? Upo katika muda gani? Unaishi majira gani? Usipojua kutambua nyakati na majira tulizonazo kwa sasa hivi, basi wewe ni mnafiki, kwa sababu wewe ni mtu ambaye unabashiri kuhusu mambo mengine. Unaweza ukaamka asubuhi ukajicheki ukasema mbona kama leo naumwa, unabashiri mbona kama leo naumwa, na kweli siku hiyo ukajikuta ukaishi ovyo ovyo. Unaweza ukaamka asubuhi ukasema bwana, leo kama nina hasira, na kweli una hasira. Haleluya! Wapo watu wanaosema leo usinichokoze, leo nipo kwenye siku zangu. Sijazungumzia kuhusu swala la wanawake, no. Yaani mtu anaamka tu yupo kwenye siku zake, au anakuambia leo sina mudi, sipo kwenye mudi yangu.